Hii movie yetu leo inaitwa Where Grace Meet Desire. Mimi naitwa Lucy, hii hapa ni Storytime 360. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na sisi, make sure una subscribe. So tunaanza movie yetu kama hivi. Kuna huyu pastor hapa anaitwa Esther. Ni pastor wa kike na alikuwa anajiandaa hapa kwa ajili ya kwenda kanisani siku ya leo kwa sababu ana neno kwa ajili ya kuweza kuwapa waumini wake. Kama unavyomuona ni bi mkubwa fulani hivi ambaye ni mrembo kweli na hapo alikuwa amejiandaa zake na ana mtoto wa kike anaitwa Bella. Sasa katika kumaliza kujiandaa anashuka anamkuta Bella yuko zake TikTok live. Anawaambia watu, jamani like share hiyo live jamani tuweze kupata watu wengi. Mambo ya TikTok tena. Share nimewamisi sana. Mama akasema Bella, hivi unafanya nini hapo? Akasema okay guys, mama yangu yuko hapa. Apendagi sana nikiwa live. Ngoja nitoe. Tutakutana baadaye sawa? Bye bye. Akametoa. Mama akasema kwa hiyo mimi nakusubiri muda wote uweze kujiandaa uende kanisani unaangalia upo kwenye masimu yako hapo. Akasema mama, lakini si nilikuwa bado ni kama nalisali zima la kuweza kusubiria misa ianze. Pastor mwenyewe hajafika kanisani. Mama yake akasema kwamba hapana. Wewe ni mtoto wa mchungaji, inabidi uwahi kufika kanisani, uendelee na maombi pale. Bella akacheka. Akasema mama, sikiliza basi sawa. Sasa hivi naenda kanisani na achana na mambo ya simu. Mama yake akasema achana na mambo ya simu, sasa hivi ndakuja kukufanyia kitu kibaya sana. Akasema sawa mama, haina shida. Basi mama yake kama ameondoka moja kwa moja. Tunaweza kumuona hapa Bella ni binti fulani hivi ambaye yuko kwenye upande wa dunia, lakini mama yake ni mtu wa kanisani. Sasa akaingia live tena akaanza kuambia watu, guys, tulishia wapi? Niambieni. Tap screen hapo, make sure mnashare hii live. So akawa ameendelea zake na live hapo. Mama yake ameenda kanisani. So neno likawa linaendelea huko. Mama anasema kwamba imagine Mungu anavyotupenda sisi. Aliweza kumtoa mwanawe wa pekee. Imagine mwanawe wa pekee hajawahi kuwa na mtoto mwingine zaidi ya huyo na akaja kufa kwa ajili yetu sisi. Ni nani ambaye anaweza kuwa na upendo kama huu hapo? Niwaulize waumini. Hivi nyinyi mnaweza mkatoa mtoto wenu wa pekee kwa ajili ya kuweza kufa kwa ajili ya watu wengine? Haiwezekani, si ndio? Watu haiwezekani. Akasema sasa angalia mapenzi ya Mungu yalivyokuwa makubwa kwenye maisha yetu. Inabidi na sisi tuweze kujifunza kusacrifice tulichonacho kwa ajili ya Mungu. Umenielewa vizuri? Basi akawa anawapa somo waumini wake hapo, lakini sasa ghafla mtoto wake Bella ndo anafika sasa hivi kanisani. Na mama yake akampiga jicho moja hivi kwamba kwa sasa hivi ndo naingia. Bella ameingia, amen kama alikuwepo vile. Basi wakawa amemaliza hiyo misa hapo na baadaye wachungaji kuna mmoja hapa anaitwa Pastor Pasco alikuwa anamwambia huyu pastor mwingine hapo kwamba leo nimependezwa sana na neno la Pastor Esther, ametisha sana. Kweli huyu anajua sana. So Pastor Esther mwenyewe amekuja hapo, ikabidi apewe sifa zake kwamba nimefurahishwa sana neno lako la leo. Mungu amekutuma uweze kutupa baraka siku ya leo. Hongera sana. Yaani unajua sana kuwafundisha waumini wetu na maneno yako huaga yana touch sana kwenye mioyo yetu. Basi akasema kwamba ni kazi ya Mungu sio kazi yangu. Basi akawa anasifiwa sana hapa. Umeona? Na kama ondoka zake. Sasa kati mwingie kwenye gari anamkuta Bella hapa anamsifia. Mama mchungaji. Mama yangu pekee. I say mama umetisha sana siku leo. Mama yake akasema kwamba sikiliza. Hivi wewe unajionaje? Kwanza umechelewa kuja kanisani. Yaani unakuja kanisani, misa imeshaisha kabisa. Yaani ndo unakalisha pale makalio yako. Unadhani watu watafikiriaje mtoto wa mchungaji unachelewa kuja kanisani? Akasema mama, lakini si hata hivyo imeruka live, nilikuwa nafuatilia live au hata hivyo naenda kufuatilia live nyumbani. Akasema unajua nini kitu kimoja kuhusiana na wewe Bella? Unajifanya kila kitu mjuaji. Yaani wewe dunia haijakuacha kabisa. Kila kitu una point ya kuweza kupinga. Yaani mimi nakwambia hapa vitu vya maana unaniambia utakuja kuangalia live YouTube. Mimi nilitaka uangalie live wakati nilikuwa na wewe nyumbani na nakwambia uwahi kuja kanisani. Bella anasema mama usijali. Si mambo ni yale. Kwani utaongea kwenye YouTube live huku na ulioongea live pale kuna tofauti gani? Akasema sawa, endelea kuwa mbishani hivyo hivyo. Hii ndio shida ya kwenda kumsomesha mtoto kwa sababu kila kitu anakijua sasa hivi. Haya. Tunakuja kuona baadaye amekuja ofisini kwake hapa, namaanisha Esther, na alikuwa anamsema huyu accountant wake hapa, anasema kwamba kuna malalamiko mengi sana anakuja kwa wafanyakazi wengine kwamba accountant anaringa, anajisikia kinoma. So alikuwa anamwambia kwamba kwa nini unafanya hivyo na wakati ulikuja kuomba kazi hapo ulikuwa na heshima kama nini? Sasa hivi umepata position ndo kila mmoja unaanza kumuona kama yuko chini yako. Kweli nimepata malalamiko kwamba unawafanyia vibaya sana wafanyakazi wenzio. Accountant anasema hapana mama, watakuwa wananisingizia, unajua binadamu tena. Akasema hapana, sio kama ni unasingiziwa, nimeonyesha mpaka video ukiwa unamfokea mfanyakazi mwenzio wakati hauna hiyo haja ya kumfokea mtu hapa. Wewe ni mfanyakazi pia. So madam akawa ametoa tamko moja kwamba ili uweze at least kusamehewa kwenye ofisi inabidi ukae mwezi mzima, usije hapa na hautopewa mshahara wako kwa mwezi mzima. Hiyo ndo at least itakuwa adhabu yako. Na kama utakiuka hivyo basi utatafuta mtu mwingine hapa kwa ajili ya kureplace nafasi yako. Basi ikabidi mshikaji wetu hapa akubali kwamba ataenda kuchukua hiyo likizo ya mwezi mzima na hatopokea mshahara kwa kitu ambacho alikuwa anawafanyia wafanyakazi wenzake. Sasa baadaye tunakuja kumuona jamani to Kelvin. Hii ni ofisi yake ya picha.
na alikuwa na mfanyakazi mmoja hapa anaitwa Eni. Huyu mwingine tunamjua ni Bella, ni mtoto wa mchungaji. Sasa Bella huaga anapenda kupiga zile picha sexy. Amekuja kupiga kwenye studio ambayo anapigaga siku zote hizo picha. Na hapa Kevin anasema kwamba Bella, natamani sana ningekuwa na wewe tuchague picha nzuri zaidi, lakini nadhani Eni atakusaidia hapo kwa sababu mimi na kazi naenda kuifanya. Eni akama muangalie sana mshikaji wakati anaondoka. Bella akana shangaa, mbona Eni anamwangalia sana huyu jamaa? Akasema tuendelee. Akasema haina shida, tuendelee kuchagua picha. Asa baadaye tunakuja kumuona tena huku ofisini kwa Esther, amekuja huyu mfanyakazi wake ambaye anaitwa Chidela. Anasema kwamba madam, ile kampuni imeshatuma document, inasema kwamba tuzipitie na tuangalie ile jengo kama linatufaa. Kuna kitu walikuwa wanataka kununua. Na baadaye anampa taarifa kwamba kanisa limeshaandaa party kwa ajili ya Pasaka inayokuja. Kwa hiyo ni kama wiki moja hivi kuna sehemu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya sisi wana kanisa walioteuliwa twende tukasherehekee huko. So natumaini madamu utakuwepo. Esther akasema hapana, mimi nina mambo mengi sana, siwezi nikaenda kwenye hiyo party. Akasema madam, at least kwenye maisha yako mara moja have fun basi. Kila muda wewe uko busy tu na kazi. Akasema sikiliza wewe Chidela, mimi ni mtu mzima na mambo mengi ya kuyafanya kuliko hata kusherehekea hizo party ambazo mnasherehekea nyinyi. Afu mimi maisha yangu ni party tosha, kwa hiyo usijali. Tunamuona Esther ni mtu ambaye hataki kabisa hata mambo ya ku have fun. Ni mama ambaye yuko busy na mambo ya kanisa na kazi zake tu. Lakini Chidela anamwambia jaribu tenga hata muda wako kidogo uweze kufurahia basi maisha. Umeona? Sasa huko upande wa pili ikabidi Eni amuulize Bella wakati anachagua picha hapa. Akasema kuna kitu nataka nikuulize rafiki yangu. Akasema kitu gani? Hivi kama umetokea unampenda mtu, si ndio? Alafu huyo mtu yeye ajui na ni mtu wako karibu sana. Vipi? Unaweza kumwambia au ukimwambia inakuwa ni kitu cha ajabu kidogo. Bella akasema hapana, umwambie kama una crush na mtu, mwambie tu kama unampenda. Unajua nini? Mimi nilivyokuwa shuleni kuna mtu nilikuwa nampenda, nilikuwa na crush naye. Na nilivyomwambia nikashangaa naye pia alikuwa ananipenda. Kwa hiyo tulikuwa tunaogopa tu kuambiana. Sasa mimi nakushauri wewe kama unampenda mtu, mwambie. Akasema vipi sasa kama yeye anipendi? Akasema vipi kama nakupenda? Kwa hiyo kila kitu kinawezekana. Umwambie tu unampenda, sawa? Sawa, kama amepewa ushauri na Bella kwamba huyu anayempenda basi ampe tu taarifa. Sasa leo huku Bella kama amechelewa kurudi nyumbani. Amemkuta mamake amenuna hapo. Mama vipi? Mamake anasema kwamba nimekupigia mara ngapi? Umetoka wapi usiku huu hapa? Akasema nilikuwa niko busy sana, kazi imetingwa. Akasema umetingwa? Hebu angalia simu yako, nimekupigia mara ngapi? Unashindwa kuniambia tu hata kutuma message kwamba ninachelewa kurudi nyumbani, unanipa mimi hofu na mashaka. Ulikuwa wapi? Bella anasema samahani mama, niliweka simu yangu silent. Anaangalia simu yake nakuta missed call nyingi kinoma. Akasema kwamba ni mwanamke wa aina gani? Umejiona umekuwa sasa hivi, si ndio? Kwa sababu umegraduate, kwa sababu tayari una miaka 21, unajiona sasa hivi umeshakuwa kwamba unaweza karejea nyumbani muda wote unaotaka. Basi sawa, mimi sikulaumu. Nipe taarifa basi. Unajua tunakaa hapa wawili tu ndani. Bella akaanza kumwomba msamaha mamake. Haitojirudia tena mama, naomba unisamehe sana. Mamake akasema sitapendezwa na hii tabia kabisa. Umeelewa? Wewe ni mtoto wa mchungaji, inabidi uwe na tabia nzuri. Huko nje unavyoonekana usiku unataka watu wasemaje? Umeona? So mama akawa amechukia sana kwa sababu anajua binti yake ni mtu ambaye yupo kwenye mambo ya kidunia sana. Kwa hiyo atakuwa tu alikuwa sehemu fulani za party na vitu kama hivyo hapo. Sasa alipigiwa simu mama hapo na Chidela, anasema kwamba mama, ile party imeshaandaliwa lakini kuna vitu vinakosekana. Tunahitaji kuwa na mpiga picha kwa sababu mpiga picha wetu hayupo, amepata dharura. Basi akasema hamna shida, nitamtafuta mpiga picha siku ya kesho, msijali. Umeona? Sasa wakati huo Bella anasikia, nakumbuka na mpiga picha wake ambaye anapigaga zile picha za fashion. Akaambia mama, mimi kuna mpiga picha namjua, nimesikia unataka mpiga picha hapo. Anaweza akafaa kwenye hiyo kazi ambayo mnaitaka. Basi akasema haina shida. Akasema okay, nakutumia namba yake hapo uweze kuwasiliana naye. Basi kweli siku ya leo jamaa wetu amekuja ofisini na akaanza kumuonyesha Esther zile picha ambazo anapigaga ni picha za fashion. Sasa kumbuka hili ni kanisa. Kwa haya mambo yaendani kabisa na hivi vitu ambavyo anavionyesha mshikaji hapa. Esther akasema, "Hivi unajua hii ni kanisa. Unajua hicho kitu?" Jamaa akasema ndio. Akasema sasa hizi picha ambazo unaonyesha sidhani kama tunaendana na hizo mambo ambazo unafanya. Jamaa akasema lakini mama, mimi ni mpiga picha, mimi ni professional na takriban miaka 5 uzoefu. Na mimi najua kwamba mpiga picha hanaga sehemu husika kupiga picha. Kwa hiyo hii tu ni sehemu ambayo ni sehemu ya kazi yangu ambayo nataka nikuonyeshe. Na ningejua au ningeambiwa na mtu ambaye amenidirect hapa kwamba ni kanisa, ningekuja na picha ambazo zinaendana na maadhi ya kanisa kama harusi na vitu kama hivyo hapo. Basi akasema naweza nikaenda ofisini nikaleta picha ambazo zinahusiana na mambo ambayo mnayafanya nyie. Huyu Esther akasema usijali kwa sababu nimeshaona kazi zako. Kwa hiyo usijali. Jamaa kama ondoka zake. Sasa baadaye huku anapigiwa simu na anaambiwa kwamba zile picha zimemvutia Esther na jamaa amepata kazi. Basi mshikaji kama amefurahi kinoma kwamba anaenda kwenye trip ya siku 7 kwenye sherehe za Pasaka kwa ajili ya kufanyaje? Kupiga picha. Basi huku Eni pia amefurahi. Umepokea kazi hiyo. Akasema lakini wewe unatakiwa ubaki hapa kwa sababu ofisi itakuwa haina mtu.
Akasema mimi nijua tunaenda wote. Akasema sasa ukienda wote, tukienda wote yani nani anabaki hapa kufanya kazi? Akasema lakini kweli. Akasema kwa wewe baki hapa na kutegemea. Unajua kweli tunajua kupiga picha, wateja wakija unafanya kazi. Mimi naendelea kufanya kazi ile nyingine. Sawa. Basi yeye kumbuka nampenda sana mshikaji lakini anashindwa kumwambia. Huyo ndo crush yake kama ulikuwa ufahamu. Basi huko mama anapanga nguo na anamwambia binti yake amchagulie nguo ambazo ni za heshima kwa ajili ya hiyo sherehe ya kanisa. Basi Bella kaingiza utani, mama, unaenda kukutana ule pastor wako, crush wako ambaye mlitaka kudate lakini akaenda Canada. Anaitwa Pastor Ide. Akasema hapana, hivi unajua kwamba yule ameshahamia Canada na maisha yake hapo huko, kwa hiyo hatuwezi kuwa pamoja tena. Akasema lakini huwezi jua, labda anarejea nchini kwa sababu nimesikia kwenye hiyo sherehe atakuwepo pia. Mamake akasema hapana bwana, achana na mambo kwamba mimi na yeye kwanza tushasauliana. Akawa amepokea simu hapo. Anapokea simu na Chidela anamwambia kwamba ofisini huku kuna kitu kimetokea, anatakiwa aende kufanyia kazi mara moja. Umeona? Esther amefika nyumbani anakuta binti yake kwenye zile nguo za kupigwa picha siku ya leo. Ni nguo za mabinti, yani nguo fulani hivi ambazo wanavaa mabinti. Kumbuka yeye ni mchungaji. Akampigia simu Bella. Wewe Bella, hivi unajielewa vizuri? Kwa mimi nilivyokupa kazi ya kuweza kunipangia nguo hapo, umenipangia nguo za mabinti, nguo ambazo sitakiwi kabisa kuonekana nazo kwenye maadhi ya kanisani. Kweli? Bella akasema mama, sikiliza, wewe ni bado msichana mdogo. Yaani hata kama unajiona wewe ni mama, bado unaonekana ni mrembo, lakini pia baba yetu amefariki. Yaani babangu amefariki miaka 10 iliyopita. Unatakiwa kupata mwanaume. Na mwanaume huwezi kumpata kama utakuwa unavaa nguo yako kila siku ya kimama mama. Mama akasema hivi, unajisikia unachokiongea wewe? Mimi ni mtu mzima afu ni kiongozi kanisani. Unanipakiaje manguo kama haya hapa? Afu nguo zangu nyingine ziko wapi? Yaani Bella alikuwa amefanya moja kati ya kitu kikubwa sana, kwamba amechukua zile nguo ambazo anajua mama yake tu alikuwa azipendi ndo ameziweka, alafu zile nguo nyingine amezitoa. Basi mama alikuwa anabudi zaidi ya kuvaa hiyo nguo ambayo ameandaliwa na Bella. Sasa mama anakuja kwenye photoshoot huku mpaka Chidela mwenyewe ameshangaa. Madam, hii kitu gani jamani? Mpaka mama akaanza kujishtukia. Wewe kwani nini? Naonekana vipi? Akasema hapana, umependeza kinoma. Mpaka jamaa yetu Kevin akasema kwamba okay, hiyo nguo imekukaa fresh, tuanze kupiga picha basi. Akasema sawa. Basi mama akaanza kuambiwa mapozi ya kukaa, hana mapozi kabisa yani. Niambie nikae vipi? Yani nasikia joto, nasikia nimebanwa. Jamaa akasema sikiliza, weka hii pose. Akaanza kumfundisha jinsi ya kuweka mapozi hapo. Mama alikuwa amezoea mambo ya kanisani tena. Yaani mambo ya binti ashatupa kule. Basi jamaa yetu akawa anapata tabu sana kumuelekeza hapo, mpaka anamtengeleza mawigi yake vizuri. Anamwambia weka hivi pose tuweze kupiga picha nzuri. Basi mama ajitahidi kuweka hapo. Na kweli ikawa imefika hii siku ambayo wameshasafiri sasa, wapo kwenye party huku. Umeona? Na kuna watu wengi sana walikuwa hapa, viongozi wa kanisani, lakini pia wageni wengine waliokuwa wamealikwa kwenye sherehe. Sasa huyu ni jamaa yetu Pastor Ide ambaye alikuwa ameenda Canada, ambaye alikuwa ni crush ama walikuwa wanataka kuingia kwenye mahusiano na Pastor Esther alivyokuepo huku Nigeria. Akakutana naye, Idel, muda mrefu sana. Akasema umependeza, ni muda mrefu kweli. Akasema vipi, umerejea Nigeria au bado umekuja tu kwenye hii sherehe? Jamaa akasema sijajua. Kwa nini umeniuliza hivyo kwanza? Huwezi jua, labda nimerejea moja kwa moja. Basi akasema hamna, nilikuwa nauliza tu kwamba umekuja au upo kwa ajili ya sherehe tu. Basi huyu mwanamke anaonekana alikuwa anampenda bado huyu Pastor Idel, lakini ndio hivyo tu, walikuwa wametengana, kila mmoja yuko mbali na mwenzie. Basi ile akasema kwamba tutapata nafasi tuweze kuongea zaidi. Basi baadaye unaambiwa Bella amempigia mama yake, vipi umekutana na Pastor Ide? Akasema nimekutana naye, lakini ndio hivyo, kila mmoja ana mambo yake sasa hivi. Akasema hapana mama, vipi amekushobokea? Anaonekana bado anakupenda. Akasema wewe binti, niache kwanza, nimeshakwambia kila mmoja na mambo yake sasa hivi. Baadaye zile picha zimekuja ambazo Kevin alimpiga Esther. Basi anaziangalia, anajishangaa mwenyewe, kwa mimi ni mzuri hivi? Angalia kama hii hapa. Sasa inaonekana kama binti kabisa. Chidela anasema hii gue muangalie. Madam, yani wewe ndo unajizeshaga. Angalia ulivyokuwa umependeza jamani. Kweli madam mwenyewe kama amekubali kwamba amependeza kinoma. Sasa kumbuka hapo kwenye hoteli moja wamepanga hapa kwa ajili ya hiyo sherehe. Akawa amekuja Kelvin kwa sababu yupo hapa kwa wiki nzima kwa ajili ya kuwapiga picha. Akamkuta Esther amekaa hapa, akakaribishwa. Akasema ujue mimi nikiwa nataka kuongea na wewe waga najiuliza sana. Yaani natakiwa ni practice kwa sababu nakuogopa. Akasema unatakiwa ufanye hivyo kwa sababu mimi ni mtu wa Mungu unajua Kwa hiyo ukija kwangu lazima uwe na heshima kidogo. Akasema of course. Akasema vipi unajisikiaje kuwepo hapa? Una enjoy ama umekuja tu kupiga picha? Na unasikiza neno la Mungu kama tunalolitoa hapa kila siku? Jamaa akasema of course nawasikiliza, sio tu kwa ajili ya kupiga picha hapa, nipo pia kujifunza. Akasema niambie, unafurahishwa na mafunzo ya nani? Pastor gani zaidi? Akasema of course ni mafunzo yako. Akasema kweli? Niambie last time umependezwa na mafunzo yangu gani? Basi jamaa akawa amepewa mtihani. Jamaa akasema funzo kuhusiana na kuwajibika. Ulisema watu wawajibike kupitia nafasi zao. Na mimi kupitia kazi yangu nawajibika vizuri sana.
Basi wakajikuta wamepiga story nyingi sana hapo, na baadaye ikabidi Kelvin amsindikize Esther kwenye room yake. Esther akasema kwamba nashukuru nimeweza kupata company kuongea na wewe siku ya leo, lakini inabidi tuweze kukaa mbali kidogo, umeona, na nikuage tu uwe na usiku mwema. Jamaa akasema ngoja nikupeleka hadi mlangoni. Akasema no, usifanye hivyo kwa sababu watu wanaona, na spendi watu waweze kujudge kwamba mimi na wewe tuna kitu gani kinaendelea. Akati wewe ni mtu tu ambaye nimpiga picha. Jamaa akasema ina shida. Muone akawa amemwacha aondoke. Sasa amefika huko anakuta message kibao za mwanae kwamba mama, mbona upokee simu? Mama, upo wapi? Upo na nani? Mbona sikuelewi? Basi akawa amemjibu kwamba mtoto wangu mimi niko vizuri, niko sawa. Nilikuwa nataka tu nafasi kwa ajili yangu mwenyewe. Niliweka mbali simu yangu. Basi tunakuja kuona baadaye huku amekuja Chidela amempatia maji ya baraka hapo. Basi hapa akamwambia Chidela kwamba ni bora umekuja kwa sababu kuna email zimeingia hapa, natakiwa nizijibu haraka. Kwa hiyo unatakiwa uzipitie afu uangalie kitu gani ambacho ulikuwa unakihitaji uweze kuwapatia majibu. Sasa Chidela kama ameshangaa, madam, si tupo kwenye party, tupo kwenye vacation. Kwa nini unaanza kuwaza mambo ya kazi? Inabidi uweke mambo yako ya kazi pembeni madam. Uwe na muda wa kuenjoy. Akaambia Chidela, sikiliza, mimi ni bosi, mimi ni kiongozi, inabidi nifanye vitu tofauti na wewe mfanyakazi, umenielewa? Basi akamwambia sawa madam, na nataka nikwambie kwamba unajua kwamba siku zijazo ni birthday yangu. Una plan kufanya kitu gani kwa ajili yangu mimi? Chidela akamwambia sikiliza Chidela, haya mambo mengine yakifika siku usiku tutajua tu cha kufanyika, sawa? Kwa sasa hivi fanya nilichokuagiza. Sasa baadaye huko tunakuja kumuona Kelvin ametokea hapa, anamkuta Esther, walikuwa wote wamekutana kwenye cold up. Akamwambia kwamba ulikuwa unaelekea wapi? Akasema nilikuwa naelekea kupata chakula. Akasema okay, basi sio kitu kibaya, twende tukale wote. Akaambia hapana, hivi unajua mimi ni pastor, hatuwezi kuongozana muda wote mimi na wewe. Wewe ni kijana bado. Akasema kwani ni dhambi kuongozana mimi au mimi na kitu tofauti na wewe ulicho nacho? Akasema hapana, ila ni watu tutaongea mambo mengi. Akasema kwa unaogopa watu watachokiongea? Kwani mimi na wewe tuna kitu gani kinaendelea? Mimi nahitaji pia company. Unataka niwe hapa mwenyewe nazunguka tu? Basi akasema haina shida. Wakaenda kula. Wakawa wanajikuta wanapiga story nyingi sana. Sasa wakati wanakula akawa ametokea Pastor Ide. Umeona? Kumbuka hawa nilikwambia walikuwa wapenzi mwanzo. So mshikaji wetu akaona okay sawa, kwa sababu amekuja pastor mwingine hapa, ngoja niwapishe waweze kuongea. Akaambia uko sure unataka kuondoka? Akasema ongeeni tu, hamna shida. Basi Ide akawa amekaa hapo akaanza kuongea na Pastor Esther. Wakawa wanaongea mambo mengi sana na jamaa wetu akawa amejikumbushia mambo yao ya mapenzi zamani. Baadaye anamrejesha kwenye chumba chake akasema basi fikiria nilichokwambia afu utanijibu. Umenielewa? Basi Esther akasema sawa. Ni kitu gani ambacho ameambiwa hatujajua. Tutajua tu baadaye mbele. Basi baadaye tunakuja kumuona Chidela amemgongea jamaa yetu Kelvin kwenye room yake. Akawa amemletea kadi hapa. Akamwambia kwamba madamu ameniagiza, amesema ulisahau hapa kwenye meza ambayo mlikuwa mnakula pamoja. Jamaa akasema yeah of course nilisahau. Asante sana. Afu samani, nataka nikuulize kitu. Akasema kitu gani? Kuhusiana na madamu wako, ila ni kitu fulani hivi secret sana. Akasema okay, hicho kitu gani ambacho ni cha secret? Okay sawa, niambie. Basi akawa amemuuliza mambo ambayo alimuuliza ambayo hatujajua ni mambo gani. Basi baadaye tunakuja kuona Esther amepokea zawadi hapo na keynote ambayo ilikuwa ionekane imetoka kwa nani. Hii ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa siku ya leo, na akawa amepata hizo zawadi mwanzoni kabisa mwa siku, yani asubuhi. Chidela anakuja hapa anamwambia kwamba vipi, happy birthday madam. Akasema asante. Bila shaka hiyo ni zawadi ambayo imefika hapa kwako siku ya leo. Akasema ila sijui imetokea kwa nani. Akasema vipi, atakuwa ni Pastor Ide bwana, lazima. Akasema nahisi pia atakuwa ni Ide kwa sababu Aisha kunifanyia surprise, anajua siku yangu ya kuzaliwa, atakuwa ni yeye tu lazima. Umeona? So wote walikuwa wajui zawadi imetokea kwa nani hasa. Umeona? Sasa ilikuwa ni ujumbe fulani wa mapenzi na ilimfurahisha sana Esther. Sasa baadaye Esther anatoka anamkuta Pastor Ide hapa nje. Akasema Ide, nilikuwa na kutafuta wewe, yani ungekuwa unajua. I say siamini ulichokifanya. Akasema kwa nini? Akasema si zawadi ulioniletea, nimevutiwa nayo sana. Jamaa akasema zawadi? Akasema basi sio wewe, si ndio? Ni birthday yangu siku ya leo. Akasema leo ni birthday yako. Wow, hata hivyo lazima nikuandalie zawadi. Ikajulikana kwamba sio Ide ndo ametoa ile zawadi. Sasa ni nani? Akamwambia kwamba usijali, nilizani ni wewe lakini kumbe sio wewe. Sio atakuwa ni nani wewe jamani? Umeona? Jamaa ndo akasema ningetamani ningekuwa mimi kwa sababu unaonekana umefurahia sana hiyo zawadi. Akasema yeah of course. Basi baadaye sasa Ide amekaa huku bila kujua. Chidela alikuwa zake nyuma hapo, akaanza kuongea na mwanamke mwingine. Unajua wewe ni mwanamke ambaye nimekuona, nimevutiwa na wewe sana. Yaani katika maisha yangu sijawahi kuvutiwa na mwanamke kama wewe. Yaani moja kwa moja wewe nakufikiria kabisa nikuoe nikufanye mke wangu. Chidela akawa nasikia maneno. Wewe ulikuwa unajifanya uko kwenye mapenzi na Pastor Esther wewe.
Leo hii hapo unamwambia mwanamke mwingine hakuna mwanamke ambaye ushaivutiwa naye kama huyo mwanamke ambaye unaongea naye kwenye simu. Basi akaanza kumrekodi. Na haya maongezi akayapeleka kwa Esther kwamba sikiliza, jamaa wako Idel ambaye ulikuwa unadhani ni crush wako alichokuwa anaongea kwa mwanamke mwingine. Basi alivyosikiliza hivi Esther alijisikia vibaya sana. Akasema huyu mpuzi ni juzi tu alijifanya kwamba eti anataka kurejeana na mimi. Angalia sasa hivi. Akasema yeye huyu jamani muongo. Yaani sijaona pastor ambaye ana mambo ya ajabu kama huyo hapa. Basi wote wakawa wameshangaa kwamba Pastor Idel alikuwa ni mchafu kinoma. Asa baadaye kunakuja kumuona Kelvin alikuwa anatembea kuelekea kwenye room ya Esther. Akakutana na Esther hapo. Vipi? Safi. Akasema kwamba happy birthday. Akasema umejuaje kwanza birthday yangu wewe? Akasema kwamba hamna, nimejua, nimetumia njia zangu tu. Akasema bila shaka sasa naanza kujua wewe ndio umeleta zile zawadi. Uniletea zawadi, si ndio? Jamaa akasema yeah, of course umeipenda. Akasema yani unaleta zawadi mimi hata sijui kama ni wewe kweli, hujaandika chochote. Jamaa akasema hata hivyo na zawadi nyingine. Au kuna kitu chochote ambacho unakifanya? Akasema sijui nifanye nini nikushukuru. Jamaa akasema kuna kitu ambacho unaweza ukakifanya ikawa kama shukrani kwangu. Kitu gani hicho? Basi jamaa yetu moja kwa moja akampeleka kwenye room yake na akamwambia anataka kumpiga picha za birthday. Basi Esther akasema haina shida, nipige hizo picha. Sasa picha za mshikaji alizotaka kuzipiga ni kwamba zilikuwa zinamchanganya Esther. Esther kumbuka ni pastor. Sasa hizi pose ambazo anawekewa na mshikaji ni pose za mamodo. Yaani anaona kama vile yuko uchi vile. So alikuwa yupo comfortable kabisa kama unavyomuona. Jamaa yetu akamwambia kwamba usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Kaa hivi, akanamwekea mapozi. Sasa pose moja likamzingua zaidi Esther. Alivyoambiwa kwamba aweke mguu wake juu alafu afungue hiyo gauni lake kidogo juu hivi. Akasema hapana, unajua mimi ni pastor, siwezi nikafanya hivi. Akasema kwamba hapana, muda mwingine unatakiwa na picha kwa ajili yako tu, umenielewa? Kwa hiyo hii picha haina madhara yoyote. Basi akana lazimisha aweze kupiga picha hapo. Basi kweli hizi picha zikawa zimepigwa hapo na jamaa yetu akawa amemaliza kazi yake. Siku 7 zimeisha. Moja kwa moja Esther amerejea nyumbani, amepokelewa na mwanae Bella hapa, amekumbatiwa. Mama, nilikumisi, yani siku 7 ilikuwa kama mwaka. Akaambia usijali, nimekumisi pia. Vipi, umepika? Mbona nasikia harufu nzuri hivi? Akasema ndio nimekupikia mama. Niambie, nataka uniambie kila kitu ambacho kimeendelea kuhusiana na crush wako Pastor Idel. Akasema wewe, andaa kwanza chakula afu tule. Akasema sawa, kajiandae huko kaoge alafu uje kula. Sasa wakati wanakula akawa amempatia story ya Pastor Idel. Akasema yani kweli, Idel mimi nilikuwa nadhani ni mtu wa maana, kumbe ni mjinga kama hivi. Akasema ni wewe acha tu, amenivunja moyo yani kabisa. Yani kwa kuongea yale maneno, Chidela angeongea tu kwa mdomo wake nisingemwamini. Uzuri alikuwa amerekodi kabisa. Basi akawa amekatishwa moyo kwamba ndo mwanaume pekee ambaye alikuwa anamuwaza, lakini ndo hivyo tena. Jamaa alikuwa anaongea na mwanamke mwingine pembeni. Sasa huko Kelvin ofisini ana edit picha za Esther, alikuwa anaangalia picha moja kwa muda mrefu sana. Akawa amekuja Eni hapo, anashangaa huyu jamaa anaiangalia picha kwa muda mrefu kinoma. Akamwambia mbona hiyo picha umeiangalia kwa muda mrefu hivyo? Kuna picha nyingi sana za kuedit, kuna kazi nyingi sana za makampuni mengine hapa. Jamaa akasema kwamba usijali, tutaedit, weka hapa tuanze kufanya hiyo kazi. Basi Eni akawa anaanza kuona wivu kwamba huyu jamaa mbona anamwangalia Pastor Esther hivyo? Asielewi. Basi huko upande wa pili tunakuja kumuona Bella amekaa na mama yake hapo. Wanachezea, mama anachezea iPad, mtoto anachezea simu. Simu ya mama ikawa imeingia message, akamwambia Bella nipe hiyo simu yangu hapa, imeingia message. Bella kabla ya kumpa simu mama akawa ameisoma hiyo jumbe ambayo imeingia hapo. Akasema mama, mbona hii jumbe ni kama ya mapenzi? Ni nani huyu? Ni nani amekutumia hiyo message? Mama akasema wewe tulia. Kila kitu kuhusiana na mimi unichunguze tu. Akasema hapana mama, sijai kuona message ya mapenzi kwenye simu yako. Mungu Mwenyezi niambie, mama huyu ni nani? Mama yake akawa anaficha kwamba mtoto wake sijui alikuwa anaongea na kijana ambaye ni Kelvin. Basi huku mama anajiwazisha, leo anasema hapana, ninachokifanya sio sahihi kabisa. Mimi ni mtu mzima unajua siwezi nikafanya hichi kitu. Yaani mama anajiona kwamba amezeeka kiasi kwamba hawezi kuwa na mwanaume mwingine. Sasa huko upande wa pili, jamaa yetu Kelvin anapiga sana simu kwa Esther. Esther apokee simu. Basi ikawa amemtia mawazo kinoma, umeona? Akabidi amfuate leo ofisini. Sasa Esther ameshangaa kumuona Kelvin. Wewe unafanya nini hapa? Unajua hapa ni ofisini yangu, ofisini kwangu, sehemu ya kazi. Jamaa akasema ndio, lakini nimeshindwa kuweza kuvumilia kukaa bila kuongea na wewe. Upokee simu zangu. Akasema hivi, unajua wewe ni kijana mdogo, inabidi ukae mbali na mimi. Mimi ni mtu mzima na miaka mingi. Jamaa akasema kwamba naelewa, lakini unajua miaka idefine uelewa wa mtu. Yaani miaka ni miaka tu. Lakini mtu kukua kiakili sio lazima awe na miaka mingi. Akasema kwa unataka uniambie kitu gani? Akasema kwamba nimevutiwa na wewe, nahitaji kuwa na wewe. Esther kama ameshangaa kijana mbona kawa ni mpuzi, anasemaje anataka kuwa na mama kama mimi. Jamaa akasema hapana, mimi nakuangalia kwa namna tofauti kabisa na unavyojiona wewe. Yaani namba hiyo sio kitu ambacho kinaweza kanitisha mimi kuwa na wewe. Unielewa? Esther akawa ameshindwa cha kujibu, akamwambia tu naomba uondoke kwa sasa hivi. Jamaa yetu akawa ameondoka na akamwambia afikirie kitu ambacho jamaa amekiongea.
Basi Esther akawa ameingia kwenye dimbwi la mawazo kwamba huyu kijana ana kitu gani? Yaani anasoma Biblia yenyewe ipandi. Mwanae leo amekuja kukaa naye, mama, sikiliza, nataka uniambie kitu. Kuna kitu unanificha wewe. Akasema kitu gani? Akasema mama, sikiliza, mimi nimegraduate na miaka 21 sasa hivi. Ni binti mkubwa, usijifanye kama vile unanificha. Afu nimekaa na wewe na miaka 21 kwenye hii dunia. Kwa nakuelewa kila situation, ukiwa sawa, ukiwa na mawazo, niambie, yule mpenda ni nani? Basi mama akasema kwamba kweli kuna kijana nimependezwa naye, nimempenda. Lakini kinachoniumiza ni kwamba ni mdogo, mimi ni mtu mzima, ana miaka 37. Hatuwezi kuendana kabisa. Akasema mama, na miaka 37, mbona kijana ambaye sio mdogo huyu ni mtu mzima Afu niambie ni nani? Mbona umevutia? Yeye inaonekana kijana umempenda sana mama. Hebu niambie ni nani? Niambie basi. Mama akasema kwamba nitakwambia, lakini usiwe excited hivyo, unanifanya nijisikie aibu. Umeona? Ni kijana mdogo kwangu. Basi mama akawa anajionea ajao kwamba yule kijana ni mdogo kwake. Lakini binti yake anasema kwamba kama umempenda na yeye amekupenda, mimi natia baraka mama. Kuwa naye tu. Umeona? Huyu binti anataka mama yake aingie kwenye mahusiano kwa sababu yupo lonely kwa miaka zaidi ya 10. Basi akawa amegundua ni huyu kijana. Basi akawa amemfuata Kelvin siku ya leo na anamwambia kwamba hivi, unajua mama yangu anakupenda sana. Sisi kumuona mama yangu anampenda kijana kama alivyokupenda wewe kwa miaka 10. Kelvin akasema hata mimi nampenda mama yako, lakini mama yako anasema kwamba mimi ni mdogo kwake. Akasema hapana, mimi najua mama yangu atana uoga kwa sababu hajawa kwenye mahusiano kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama unampenda, endelea kumpenda. Akaja kurudi kwa mama yake leo na anamwambia mama kwamba kama umempenda yule kijana mama, mpende, si mapenzi jamani. Mama yake anamwambia kwamba hapana, wewe unadhani mimi ni kiongozi kanisani, watu wananichukuliaje? Kweli nampenda, lakini siwezi nikaa naye. Akaambia mama hapana, wewe badilisha akili yako. Yule ni kijana ambaye mapenzi unajua hayana umri, na kama mmependana ni kitu kizuri. Akasema lakini unadhani watu watafikiriaje? Akasema wewe usahau kuhusiana na watu, achana na watu bwana. Fanya maisha yako wewe. As long as mimi nina furaha basi inatosha. Basi huko upande wa pili unakuja kumuona Eni alikuwa na edit picha. Na jamaa yetu hapa alikuwa na haraka leo anaenda kazini. Akaeka simu yake. Na picha zinaendaje? Angalia. Nimeedit vizuri. Jamaa akasema wow, of course. Umeedit vizuri sana. Hizi picha watazipenda sana wateja wetu. Basi ngoja mimi kuna kazi naenda kuifanya mara moja. Ngoja nichukue mizigo yangu. Asakati ametoka jamaa yetu. Unaambiwa Eni akawa amechukua simu yake hapo, akachukua vitu ambavyo vilikuwa kwenye simu yake na akasoma message. Akagundua kwamba huyu jamaa anampenda yule mama ambaye ni Pastor Esther. Akawa ameshangaa. Huyu jamaa anafanya kitu gani? Kuna picha pia akajirushia hapo ambazo alikuwa amepiga Pastor Esther na jamaa alikuwa nazo kwenye simu yake. Jamaa bila kujua unaambiwa akachukua simu yake, kamwaga Eni hapo. Kumbe Eni alikuwa amechukua vitu ambavyo vinamhusu. Na mshikaji alikuwa endi sehemu yote zaidi ya kwenda kwa Esther, alikuwa amemwahidi kwamba anamtoa leo out. Amechukua pikipiki unaambiwa. Sasa baadaye Esther anatoka, anaambiwa kwamba uko tayari? Akasema wewe subiri, unampeleka nani sehemu na hili pikipiki lako? Mimi nimekuwa mtoto wa chuo. Jamaa akasema sikiliza, yani wewe uzuri wako umewazidi mpaka watoto wa chuo wengine. Na hii haina vacation, haina limits. Yani haihitaji kusema eti hii pikipiki kwa sababu ni mtu mzima utaki kupanda. Hapana. Wewe pia unahitaji kuwa na experience mpya za maisha. Kwa environment hapa tuondoke. Basi unaambiwa Esther akaanza kuwekwa kwenye ukaribu sana Kelvin, na ikaanza kumuingia moyoni mwake na anamwambia kwamba unajua wewe kijana unaanza kunichanganya ise. Yaani naanza kusahau kabisa mimi ni nani. Yaani naanza kujisahau kabisa nilipotokea. Jamaa akasema kwamba mimi sikufanya usahau ulipotokea na kufanya uwe mwanamke mwenye furaha siku zote. Basi kwa haya maongezi wakajikuta wanaingia kwenye dimbwi ya pola mahaba na wakajikuta wanakisi. Umeona? Hichi ni kitu ambacho Esther hajakifanya kwa miaka 10. Basi akawa amemrejesha nyumbani muda huo na jamaa yetu akawa ameondoka. Sasa leo huko ofisini anapigiwa simu kwamba kuna kikao ambacho kimeitishwa pale kwenye baraza, yani wazee wa kanisa wanataka kuongea na yeye. Kikao kinahusu na nini? Akasema sawa, haina shida. Basi huku wazee unaambiwa wamechechemaa kweli kweli. Haiwezekani hizi picha ni chafu sana. Ili kanisa yetu nadhani watu watalichukuliaje? Wataona hatuna maadili. Yaani kwa kiongozi wa kanisa kupiga picha kama hizi, haiwezekani kabisa. Walikuwa wanamzungumzia Pastor Esther kwa zile picha ambazo Kelvin alimpiga. Basi unaambiwa Esther mwenyewe amefika hapo, wanamnyodoa, yani wanamwangalia vibaya kinoma. Akaambiwa kwamba Esther, umeziona hizi picha ambazo zinasambaa kwenye magrupu ya WhatsApp? Akasema yeye nimeziona na sijajua nani amezisambaza hizi picha. Akasema sasa sikiliza, kama kanisa si hatuwezi kubayana hichi kitu kwa sababu hizi ni picha mbaya zinaharibu kabisa picha ya kanisa letu. Kila mmoja akawa anapinga kwamba Esther amefanya makosa na anatakiwa awajibishwe kwa kitu ambacho amekifanya kwa sababu yeye ni kiongozi na hizi picha zake ambazo zinaonekana na kisi mwanaume ni picha mbaya. Umeona? Basi Esther akasema kwamba mimi sina chochote ambacho naweza kukiongea na subiri nyie mtachofanya au mtachoamua, mimi nitaondoka nacho. Sasa amerejea nyumbani huko alikuwa na mawazo kinoma kwamba kanisani pale wataamua kitu gani. Mwanae amekuja, mama una shida gani?
Akasema kwamba nimefanya upuuzi, yani kwa makosa ya kijinga kabisa naenda kupoteza kazi yangu na hadhi yangu na heshima yangu pia. Akaambia mama, kwani umefanya kitu gani? Umeua wewe? Akasema hapana, mimi ni kiongozi, nitakiwa niweze kuwa kwenye mstari ambao umenyooka. Sikutaka, yani mimi sio kama muumini mwingine pale. Mimi ni pastor unajua. Sikutakiwa kuonekana picha zangu na mwanaume na kiss na napiga picha ambazo zilikuwa kama nusu tupu. Kweli? Kwa nini pepo gani limeingia kwenye maisha yangu mimi? Nimefanya makosa sana kama kiongozi. Basi mwanae anasema mama, hujafanya chochote kibaya, wewe ni binadamu na una hisia. Wewe hauna mwanaume, ulikuwa upo kwenye maisha yako ya kibinadamu ukitoa maisha ya kanisani. Umefanya kitu gani ambacho ni makosa sasa hapo? Mbona unajijaji hivyo? Mama yake anasema hapana, nimekosea sana. Yaani hichi kitu hakiko sawa kabisa. Sasa huku jamaa yetu Kelvin anapiga simu kwa Esther, akawa amepokea Bella na anamwambia kwamba mama amekasirika sana. Kwa nini umeshare picha zile ambazo ulikuwa unampiga alafu bila ridhaa yake? Picha ambazo mnakisi kweli? Jamaa kama ameshangaa, picha ambazo unakisi? Mimi sijatuma picha za Pastor Esther sehemu yote. Ila ngoja nimeanza kupata picha ni nani ambaye atakuwa amefanya hivi. Jamaa yetu akawa amegundua kwamba ile simu yake siku ile aliacha pale mezani na Eni alikuwa ameishika. So akawa amegundua kwamba Eni atakuwa alichukua picha kwenye simu yake na akawa amezisambaza kumkomoa tu yeye, kwa sababu labda alikuwa ampi tension. Basi moja kwa moja jamaa akawa amemfuata Eni akaanza kumwambia, "Hivi wewe una akili vizuri? Kwa hiyo ulichukua picha za Pastor Esther kwenye simu yangu ukazishare ili wewe?" Eni anasema kwamba mimi unataka nifanye kitu gani? Nafanya kila kitu kwenye ofisi unioni, Afu unashindwa kutembea na binti mdogo kama mimi, unaenda kutembea na mama yule pale pastor. Hivi wewe unajionaje? Jamaa akasema unaongea kitu gani wewe? Hivi unajua umefanya kitu gani ambacho kimeenda kumkosti Pastor Esther kazi yake? Hivi unajionaje kwa mtu mwanamke? Akasema kwamba hapana, nimefanya hivyo kwa sababu wewe ulikuwa unioni mimi na nimefanya hivyo, naendelea kufanya hivyo na namwambia yule mwanamke kwamba hakuache wewe ni wa kwangu. Jamaa akasema hivyo unajielewa vizuri. Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Kusanya vitu vyako sasa hivi vyote. Uondoke hapa. Nimekufukuza kazi. Jamaa kama amechukua maamuzi ya kumfukuza yule binti kazi kwa kitu ambacho alikifanya kwa uivu wake wa kijinga. Sasa huko mama anazidi kujilaumu kwamba amefanya kitu cha kipumbavu na yeye ni kiongozi akutakiwa kufanya kitu kama kile pale. Anaona simu za Kelvin lakini hapokei. Mwanae anamwambia apokea simu mama. Anasema hapana. Huko ofisini kikao cha 3 hicho na kikansel, anasema kwamba hawezi kuhudhuria hicho kikao, hayuko sawa. Basi Chidela anasema madam utakuwa lini sawa, kwa sababu una cancel hivi vikao na ni vikao muhimu. Akasema mpaka pale ninapokuwa sawa. Umeona? Basi ikabidi leo aweze kuitwa na mwanae hapa, na mwanae akaanza kumuuliza maswali magumu sana kwamba mama, umekuwa huko sawa sasa hivi, nataka nikuulize kitu. Ulilala na yule jamaa, ulifanya mapenzi naye? Mama akasema hapana. Uliweza umeua mtu? Akasema hapana. Umemtukana mtu? Akasema hapana. Kitu gani ambacho kinakufanya uwe na mawazo? Kwa ajili ya wewe kuwa binadamu, kwa ajili ya wewe kuweza kufuata hisia zako za moyo, kwa ajili ya wewe kutafuta mahusiano ama mapenzi baada ya miaka 10 kumpoteza baba. Hicho ndio kosa ambalo umelifanya kweli? Kwa nini unaruhusu watu wakujaji kwa kitu ambacho ni haki yako? Wewe ni binadamu, unahitaji mapenzi, unahitaji kupendwa. Kwa nini uweze kuomba msamaha kwa kitu ambacho wewe ni kama binadamu unatakiwa uwe nacho kwenye maisha yako nje ya mambo ambayo unayafanya? Kwa hiyo kitu usitake hao watu washinde wakuone kwamba wewe umekosea sana wakati unaishi maisha yako ya binadamu. Basi mama akawa amemsikiza binti yake na akawa ameshauriwa kwamba asiweze kuomba msamaha kwa sababu hajakosea kabisa. Huku kanisani wa mama anapiga umbea, unaambiwa, "Haiwezekani mchungaji anafanya vitu kama vile." Huyu jamaa anamwambia kwamba hivi nyie, kwani huyu Pastor Esther alikuwa na mume? Hapana, alikuwa single, si ndio? Kwani hahitaji kuwa na mapenzi? Hahitaji kuwa na mwanaume? Kwani hizi ni video za utupu? Si ni video za kukisi tu na mtu labda alikuwa date na vitu kama hivyo hapo. Wadada wanasema hapana, lakini yeye ni kioo cha jamii, hakutaki kabisa kuweza kufanya hichi kitu. Akasema kwamba yeye ni robot, hawezi kufanya mapenzi ama hawezi kuhusiana na mahusiano na mtu yote. Ila nyie mna haki hiyo, si ndio? Nyie mnajaji vitu haraka sana. Mwacheni yule mwanamke aweze kupata ama kustahili mapenzi pia. Basi wao mama walikuwa waelewi, lakini jamaa yetu alikuwa amesimama upande wa Pastor Esther. Asa leo wamekuja kufanya kikao cha mwisho na watu wameamua kwamba Pastor Esther kwa kitu ambacho kimefanyika inabidi uombe msamaha. Akasema siwezi nikaomba msamaha, nisameheni sana. Kwa sababu sijakosea mtu. Ile ni haki yangu mimi kama binadamu kuwa kwenye mahusiano ama kumpenda mtu. Kwa hiyo siwezi nikaomba msamaha kwa kuweza kuwa binadamu. Kwa hiyo kama mnaona kama nimekosea sana, mnaweza mkachukua maamuzi ambayo mnaona nyinyi ni sahihi. Basi kwa hichi kitu ambacho alikiongea hapa Esther, wachungaji hao wakaamua kwamba Pastor Esther aweze kuachishwa hapo kazi mazima. Na yeye akasema haina shida, ila hawezi kuomba msamaha kwa kitu ambacho kimetokea. Basi baadaye anawaaga watu hapa ambao ni viongozi wenzake na akawaambia kwamba nimeondoka hapa sio kwa sababu nimeondoka kwa aibu, hapana, lakini sijataka aibu niweze kuibembeleza ama kuikumbatia aibu. Kwa sababu mimi sijafanya makosa yote, na haki ya kupenda na haki ya kuwa na mtu yote ambaye namtaka kwa sababu niko single. Sasa sijajua mimi nilikuwa nimefanya kosa gani kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea. Na hizo picha
ni mimi mwanamke nahitaji kuwa na mwanaume pia. Basi hao akasema ni kweli unachokiongea pastor, hujakosea kabisa. Lakini kwa sababu viongozi wengine wanajiona ni sahihi sana kwenye maisha yao, wanachokifanya ni sahihi kuliko wengine, ndio maana wanajudge. Akasema ndaacha Mungu decide ipi ni dhambi, nilichokifanya ni dhambi ama walichokifanya ni dhambi. Kwa hiyo sasa hivi sisi nikaomba msamaha na endelea na maisha yangu mengine. Basi naambiwa Esther moja kwa moja kama ametoka na amepanda hii gari hapa ambayo dereva alikuwa ni Kelvin. Kelvin anasema kwamba kwa hiyo umeamua kupoteza kila kitu? Akamwambia hapana, sijapoteza kila kitu. Nimepoteza kitu ambacho kilikuwa ni uoga kwenye maisha yangu. Nilikuwa nafanya vitu nikigundua kwamba nafanya kwa ajili ya watu, sio kwa ajili yangu. Kwa hiyo at least sasa hivi ndaanza kufanya vitu kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Kevin akasema na kuahidi nitakuwa na wewe. Akasema nimechagua kukuamini wewe. Kevin akasema hapana, usiniamini haraka hivi, nataka nijiaminishe mwenyewe kwako. Usiniamini kwa maneno, nataka uone vitendo. Basi Kevin akamwahidi kwamba anaenda kumfanya awe mwanamke wa kujivunia. Yaani awe na maamuzi yake mwenyewe na asiwe anaogopa kufanya vitu kwa sababu watu wataona anafanya hichi kitu kama kiongozi na vitu kama hivyo hapo. So moja kwa moja Kelvin akawa ameingia kwenye mahusiano na bi mkubwa Esther aliyekuwa pastor. Sasa hajajua mbele alikuja kuwa pastor tena ama ndo mazima aliamua kuachana na mambo. Movie yetu kama ishi hapa. Mimi ni Solusike, niambie mjifunza nini kupitia movie yetu leo. Hii hapa ni Storytime 360. Thank you for your time, thank you for watching. Bye bye.